Nguzo za hija, wajibu wake na sunna zake. Nguzo za hija zimejitokeza kama ifuatavyo. Nguzo za hija ni kuhirimia kwa neno la Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye. Hakika matendo mema tegemea nia, na hakika kila mtu atapata lile alilonuilia. Na kusai baina ya Swafa na Marwa kwa neno lake Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani simfikie yeye, asema saini, yani nendeni Safa na Marwa, kwani Mwenyezi Mungu amewafaradhia kusai. Na miongoni mwa nguzo za hija ni kusimama Arafa kwa kauli ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, hija ni Arafa. Ama mwisho wa nguzo za hija ni tawafu ya ifadha kwa neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ili watufu nyumba ya zamani. Na mwenye kuacha nguzo moja miongoni mwa nguzo za hija, ibada yake ya hija haitatimia mpaka ailete. Ama wajibu za hija zinajitokeza kama ifuatavyo: ni kuhirimia kwenye sehemu zilizowekwa kuhirimia kwa neno lake Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, baada ya kuzitaja sehemu za kuhirimia asema, hizo ni za watu wa sehemu hizo na wala wanaokuja hapo kati ya watu wa sehemu nyingine miongoni mwa wale watakaokuja kuhiji au kufanya umra. Na miongoni mwa wajibu za haji vile vile ni kusimama Arafa mpaka jua kuzama kwa aliyesimama mchana, kwa kuwa Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, alisimama mpaka jua likazama. Ama wajibu wa tatu wa hija ni kulala hapo Muzdalifa, kwa sababu Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, alilala hapo na akasema, umma wangu wachukue ibada yao ya hija kutoka kwangu, kwani mimi sijui, pengine huenda nisikutane nao baada ya mwaka wangu huu. Na kwamba yeye Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, aliwaruhusu Waislamu madhaifu baada ya nusu ya usiku wasilale Muzdalifa. Hilo linaonyesha kwamba kulala hapo Muzdalifa ni lazima, na Mwenyezi Mungu ameamrisha atajwe katika Mash'ar al-Haram. Na miongoni mwa wajibu za hija vile vile ni kulala Mina masiku ya tashriq, kama ilivyothubutu kwamba Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, aliwaruhusu wachungaji kulala kando ya Mina. Hii inaonyesha kwamba asili ni kuwa kulala Mina ni wajibu. Na uwajibu wa tano wa hija ni kuvirushia vijiwe kwenye jamarat kwa kauli yake aliyetukuka, asema, na mtajeni Mwenyezi Mungu katika siku zinazohesabika, na siku zinazohesabika ni siku za tashriq. Na kurusha vijiwe katika jamarat ni miongoni mwa kumtaja Mwenyezi Mungu kwa neno lake Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye. Hakika kutufu al-Kaaba, kusai baina ya Swafa na Marwa na kuvirushia vijiwe nguzo za kwenye jamarat ni miongoni mwa kusimamisha utaji wa Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa wajibu za hija vile vile ni kunyoa au kupunguza kwa neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtaingia msikiti wa haramu mkiwa kwenye amani Mwenyezi Mungu atakapo, hali ya kunyoa vichwa vyenu na kupunguza. Ama mwisho wa uwajibu wa hija ni kutufu tawafu ya kuaga, na mwenye kuacha wajibu itamlazimu kuchinja mnyama ili kuunga upungufu huo. Zisizokuwa nguzo za wajibu katika sifa za haji ni sunna, nazo ni kama zifuatavyo: ya kwanza, kuoga wakati wa kuhirimia na kujipaka manukato. Ya pili, kuhirimia kwa kitambaa cha kujifunga kiunoni na nguo za kupitisha juu ya mabega zilizo nyeupe. Ya tatu, kuleta labbaik kwa sauti ya juu kuanzia kuhirimia mpaka siku ya kutupa vijiwe kwenye vinguzo vya jamarat. Ya nne, tawafu ya kudumu kwa mwenye kutia nia ya ifrad, yani hija peke yake, na mwenye kutia nia ya qiran, yani mwenye kutia nia ya umra na haji pamoja. Na vile vile ni sunna kufanya raml wakati wa kuizunguka al-Kaaba katika mizunguko tatu za kwanza, na raml ni kutembea kwa haraka. Ya tano, kufanya iltibaa, nako ni kuweka nguo yake ya juu chini ya kwapa la mkono wa kulia. Kulala Mina usiku wa Arafa, kulibusu jiwe leusi, kukusanya swala ya magharibi na isha ukiwa Muzdalifa kwa kutanguliza, kusimama Muzdalifa kwenye Mash'ar al-Haram kuanzia baada ya swala alfajiri mpaka kupambazuka.